Hivi utajisikiaje kama nitakwambia kwamba wewe haujazaliwa kuja kuwa maskini hapa duniani, hujazaliwa kuja kupata dhiki za maisha mpaka siku ya mwisho wa uhai wako? Jambo jipya Unataka kujua mlango wako wa mafanikio? Subiri, usiwe na haraka. Tulia hapo hapo, sikiliza kwa makini, ni kujulishe mlango wako wa mafanikio ni upi. Cha kwanza kabisa nitaomba share video hii, like, comment, lakini pia tufollow katika akaunti zetu za social media huko TikTok, Instagram, YouTube na kwingineko, ili tuweze kujifunza zaidi. Mlango wako wa mafanikio ni upi? Tutaenda alphabetically. Kila mtu ana jina na kila jina lazima litakuwa limeanza na herufi. Leo tutaizungumzia jina linaloanza na herufi A. Wale wote ambao majina yenu yameanza na herufi A ama A, tutaanza na huyu, halafu tutaenda mpaka Z. Kila mmoja ana wasifu wake, kila mmoja ana njia yake ya mafanikio. Wewe ambaye jina lako limeanza na herufi A, mfano Asma, mfano Ahmad, mfano Ayub, lakini pia umezaliwa katika moja ya miezi ifuatayo, yani aidha umezaliwa wewe Januari, au umezaliwa mwezi wa 3, au umezaliwa mwezi wa 6, au umezaliwa mwezi wa 9, au umezaliwa mwezi wa 12. Lakini pia umezaliwa katika moja ya masiku yafuatayo ndani ya miezi hiyo niliyoitaja. Aidha umezaliwa Jumatatu, au umezaliwa Jumatano, au umezaliwa Alhamis, au umezaliwa Ijumaa. Moja ya masiku haya. Wewe ndugu yangu sio maskini. Kwanza wewe una haiba ya uongozi. Ni vile tu haujajitambua, lakini haiba ya uongozi unayo. Sasa basi, ni biashara gani ambazo zitakufaa sana wewe na zitakuongezea kipato na kukutoa zaidi kimaisha kutoka hapo ulipo na kusonga mbele? Sikiliza. Biashara ya kwanza kabisa ni biashara ya vimiminika. Ndiyo, biashara ya vimiminika wewe inakufaa, tena inakufaa sana. Uza mafuta, petroli, diesel, unao mtaji, ingia katika biashara ya vimiminika. Uza maji jumla na rejareja, uza juisi. Hata siku hizi ukipita mjini unaweza ukakuta sijui fulani juisi, wanachanganya juisi, wanasaga, wanatengeneza sijui matunda na nini, anajiita fulani juisi. Wapo wengi sana. Biashara zinakwenda na wanafanya na wanaendesha maisha, lakini wewe ukiifanya biashara namna hiyo utasogea mbali zaidi kama hautakuwa mvivu na msimamizi mzuri. Chimba visima, unao uwezo kamtaji kadogo, kodi zile mashine za watu wanaochimbisha visima, nenda kachimbe visima uone itakavyokufanyia maajabu. Biashara ya vimiminika. Lakini biashara ya pili ni biashara ya mazao. Watu wengi tumekuwa tukidharau biashara ya mazao, wanaona mimi na degree zangu hizi tena niingie katika mazao sijui na nini, unaona kama vile huendani nayo. Hebu uliza watu wanaofanya biashara za mazao na zikawakubali. Of course kila biashara kuna watu inawakubali na inawakata. Wale ambao wamefanya biashara ya mazao na ikawakubali, hebu waulize, watakwambia pesa iliyopo katika biashara ya mazao ambayo wewe mwenye wasifu huu niliyoutaja ukiingia huko, basi utakuja kuwa mtu mwingine sana. Lakini biashara ya tatu, biashara ya huduma. Of course biashara kuna zile za transaction, unanunua kitu ili uuze, lakini pia kuna biashara ya huduma. Haununui isipokuwa ule ujuzi uliokuwa nao, ile huduma unayoitoa ndio watu wanayolipia. Hapa tunazungumzia vinyozi, tunazungumzia wasusi, hapa tunazungumzia mafundi magari. Fundi, ile sio biashara ya transaction, ile ni biashara ya huduma, service. Yani wewe hata ukiwa customer care au receptionist pale katika ofisi yako, basi kuna namna fulani hivi unakuwa kiasi kwamba mtu kama hujui vizuri anaweza akadhani kwamba wewe ndio manager, wewe ni receptionist tu peke yake. Huduma inakukaa na inakupendeza. Tunazungumzia mafundi ujenzi, maengineer. Ukikaa vizuri na ukasimama katika huduma unayotoa kwa uadilifu na uaminifu, basi wewe utafika mbali sana, tena zaidi ya sana. Sasa ikitokea kwa mfano umefanya sasa biashara moja katika hii ambazo nimezieleza, lakini bado haujasogea, inawezekana wewe kukawa na kizuizi mbele yako. Inawezekana kuna watu wamekuangalia wakaiona potential yako, wakakuona
katika njia ulioichagua, kaona njia hii huyu bwana inaweza ikamfikisha mbali, ikamsogeza katika maisha, wakakufanyia siri, wakakufunga wewe kichawi, kishirikina, ili usiweze kufikia yale malengo ambayo ulipaswa uyafikie. Ukiwa katika hatua hiyo, sasa hapo utahitaji mtu akufanyie visomo ama tiba maalum ya kukufungua, akufanyie zinguo, kisomo cha zinguo, ili sasa hivyo vizuizi vitoke, wewe uweze kupata unachostahiki kupata. Naitwa Sheikh Sharif Saadi John. Assalamu alaikum.